Hans vipi? Poa bana, uko live ndani ya Crown Sports hapa. Okay. Bana, kumekuwa kuna maneno mengi, watu wanadai kwamba Azizi alisaini mkataba wa mwaka mmoja, anaondoka bure kuelekea Wydad Casablanca. Mbona unacheka? Hili jambo limekaaje semaji? Huyo Jumayo ana uchovu wa safari. Wacha apumzike kwanza bwana. Bata taarifa rasmi ya deal ya Stefan Aziz Ki kama ambavyo viongozi wangu wameshaidokeza siku ya jana, tunaelekea mwisho na itakapokuwa tayari tutakuja kutaarifu umma sasa, mashabiki na wanachama wetu wapate kufahamu nini kimeendelea. Lakini kujibu swali lako la msingi, Stefan Aziz Ki ni mchezaji wa Yanga Afrika ambaye amesaliwa na mkataba mmoja kwenye klabu yetu. Mwaka mmoja. Mkataba mwaka mmoja. Yes. Yes. Kwa maana alisaini mkataba wa miaka miwili mwishoni. Alisaini 2 years extension na bakiza mkataba wa mwaka mmoja. Kwa hiyo yanayoendelea sasa hivi wameshamaliza personal agreement za mchezaji na club anayokwenda, na sasa hivi tuna finalize agreement za club kwa club. Na Ki amevunja mkataba. Pomkai ana swali hapa. Yeah. Okay. Ali. Naam, karibu kaka. Manake mchezaji amevunja mkataba, sio? Mchezaji havunji mkataba Juma hayo. Mchezaji anauzwa. Mchezaji anauzwa, na mauzo ya mchezaji pindi ambako club inakuwa imeshakuja offer kutoka club nyingine. Ndio. Kabla yenyewe kufinalize, cha kwanza mkishaona kuna interest ya kumuuza huyo mchezaji na ruhusu wafanye mazungumzo na mchezaji husika. Hizo ni taratibu za transfer. Kwanza club ina approach kukwambia na muhitaji mchezaji fulani, lakini club haimjibii mchezaji. Ndio. Inamuuliza mchezaji, kuna offer imekuja, are you in kwenye interest, na nyie club mnaangalia kama hiyo interest ya kumuuza kwa masuala yote mbili. Mkishakubaliana, number 1 mnairuhusu hiyo club iliyokuja ifanye mazungumzo na mchezaji. Ndio taratibu za FIFA zinavyoelekeza. Wakifanya mazungumzo, wakikubaliana, then mchezaji anarudi kuambia tumesha close, mimi na wao tumeshafikia makubaliano, kwa hiyo naomba na nyie mfungue makubaliano mmalizane nao. Kwa hiyo issue ya Azizi tayari, issue ya kwanza yeye na klabu yake imeshamalizika, bado mazungumzo ya mwisho kati ya club na club sasa. Nilikuwa najiuliza kwa nini Yanga kwenye mauzo haya ya Aziz Ki ni kama mmeonesha uwepesi sana. Ali, ukikumbuka Clement Mzize mlipokea pia ofa, kuna ofa zilikuwa zinakuja lakini mliweka ugumu, tofauti na hii ya Aziz Ki mlikuwa tayari kumwachia kuondoka. Hata Azizi wakati mkataba wake umalizika, klabu pia iliweka jitihada kuhakikisha anaongeza mkataba. Nafikiri hilo pia unalikumbuka Juma. Ndio. Kwa hiyo hii Yanga Afrika sio jela wala sio gereza wachezaji. Inapokuja ofa na tukaona ni wakati sahihi kwa mazungumzo ya pande zote mbili, lazima sisi tukubali na mchezaji akubali, ndiko biashara inapokwenda kufanyika. Tukiona kama club fursa hiyo kwa wakati huo bado tunamhitaji wa mchezaji, tutachokifanya ni kumshawishi mchezaji anaendelea kubakia, tukisubiri wakati sahihi wa kwenda kumuuza. Kwa hiyo wachezaji wote hao uliowataja na wengine wengi tuna ofa zao nyingi, lakini huwa tunaangalia interest ya taasisi na mchezaji, tutazungumza nao, tukiona wakati huo kubakia anabakia na wachezaji wanabaki, na ambao tutafungua milango kuondoka wataondoka. Na klabu imenufaika na Aziz Ki kwenye haya mauzo ukilinganisha na kile ambacho klabu ilitoa mwanzo wakati wa ujio wake na wakati wanapoondoka. Klabu ya Yanga imenufaika kwanza na Stefan Aziz Ki Juma hayo kwa mchango wake ambao ameutoa kwenye klabu yetu. That's number 1. It's not about financial wakati wote. Usizungumze tu kuhusu hela kwanza. Zungumza mchango wa mchezaji wakati yupo anavaa jezi ya klabu yetu, namna ambavyo alikuwa mchezaji mzuri, mchango wake kiwanjani na nje ya kiwanja.